Mama njoo hapa hivi. Na nikufungie mic hapa. Mama njoo hapa hivi. Mtazamaji, hapa ni Kilimangodo. Location ya Kilimangodo. Kilimangodo, na tumefika boma hili la waathiriwa wa umeme. Umeme mwathiri kiasi cha kwamba hata usingizi kwao ni tabu kupata. Kiangalia ile nguzo limeanguka chini, limelalia nyumba, na bado hii nguzo iko na moto. Bado waya ziko na moto, na hawa ndio wenye familia wa hili boma. Labda mama salimie, utuambie utanani. Salimie, tuambie utanani. Jambo. Kwa majina yako utanani mama? Jina langu naitwa Mnyazi Ngome Mkaili. Mnyazi Ngome. Labda mama Mnyazi Ngome, nikuulize, ili nguzo ilianguka lini? Na mwezi mmoja. Hii nguzo na mwezi mmoja, na ameshapika taarifa kwamba kuna nguzo imeanguka na mpaka sasa haijashughulikiwa. Mtazamaji, ukiangalia hii nguzo ilianguka, na hii ndio familia ambayo iko hapa. Hapa kuna watoto wadogo kabisa wako hapa, na kuna waya ziko chini kabisa hapa, na wameathiriwa na hii nguzo imelalia nyumba, na hii nyumba bado zinakaa watu. Unapoangalia nyumba bado ndani inakaa watu, na waya zote ziko na moto, ziko chini zote hapa, ambao ni hatari kwa usalama wa binadamu. Kwa hivyo wanaomba, mama, unaweza omba Kenya Power msaada gani kwa ajili ya hii nguzo na hii story venye ilivyo? Nzari sudwe sudwe alafu kalenda fanyirwa tuna hii nyumba pia nayo. Ndio lego mabati go banangika ni sedi. Mba mino tsina kitu chochosi. Mama anaongea kwa lugha ya Kimombo, anasema anaomba asaidiwe nguzo ije nyanyuliwe, mabati yake ajue ni lipi limeharibika, ili ajue kama pia atapata msaada wa mabati yake kuregeshewa, ama atafanya mbinu gani apate mabati mengine. Nyumba ukiangalia yashapasuka na nyumba ishaegemea pande moja. Kwa hivyo anaomba shirika la Kenya Power, mahali mlipo Kenya Power, mjaribu kuja muone jinsi hali imeathiri Kilimangodo sublocation. Hii nyumba imebomoka kabisa, hata imeinama huku waya ziko chini na huku ziko chini. Kwa hivyo mahali ulipo wewe msio Kenya Power, tunakusihi kwa heshima kuu ujumbe huu upokee vizuri na bila siasa yoyote. Mama huyu anaumia sana, maisha yao yako hatarini. Hizi nguzo ziko na moto na kuna watu wadogo hapa, kuna mifugo iko hapa. Bahati mbaya tu mmoja tu bambuliwe hapa chini, hii bomba inakuwa kidogo imesaulika na kuteketea. Tunaomba tu kwa heshima ujumbe huu kufikie wewe mlengo wa Kenya Power. Labda mama chairman wa hii mtaa anajua kwamba hii nguzo imeanguka chini? Anajua. Na hajachukua uamuzi wote kwenda labda kwa sub chief kuripoti? Bado. Kwa hivyo hii ni hali halisi ambayo imetumiza meo sisi. Mimi Mwanajicho TV nikaona kweli, nikapungua na huruma kubwa, nihurumie jamii hii. Ule ukelo wa Mungu, hii nguzo ingekuwa ni kwangu, hata yenyewe mimi singelala, maana usalama bado utakuwa uko chini. Kwa hivyo tunaomba tu tasii kwa heshima kuu kwamba ujumbe huu ufikie ofisi husika na wachukulie kwa hatua na kiukamilifu, wasaidie hii jamii kuepuka hizi hatari. Hawa watoto wadogo hawa hawajui kitu, hawajui waya iko na moto, na hatari ya stima ikipiga tu inakausha mtu hapo kwa hapo. Kwa hivyo tutaripotia kutoka Kilimangodo sublocation. Hii ni eneo la Lungalunga. Kwa hivyo tunaomba tu ofisi husika ipate kufika mahali hapa Kilimangodo kwa nani nyumbani? Kwa Mnyazi Ngome Mkaila. Kwa Mnyazi Ngome Mkaila. Ni kando tu barabara kama unaenda Kilimangodo shule, iko tu opposite. Kwa hivyo ukifika hapa tu utasaidia jamii, hata kwa barabara tu, kwa kando barabara waona tu hii nyumba jinsi ilivyo, na utabarikiwa sana. Tunaomba tu kwa heshima, tunasi ofisi husika ya Kenya Power ujumbe huu wafikie na mpate kuja mahali hapa ili msaidie hii jamii kuokolea hii hali ya stima. Hali halisi hairidhishi. Maana kama hii waya ikizidiwa tu, hii nguzo inaanguka chini na hatari inaonekana. Nyumba inateketea, jamii inateketea. Kwa hivyo tunawasihi kwa heshima. Kwa heshima tunawasihi mahali mlipo husika wa Kenya Power ujumbe huu wafikie ili tusaidie hii jamii. Asanteni sana.